As we continue, I'd like to invite Pastor Sokile. He'll be taking us through a very interesting topic. This is through social and economic inequalities. Karibu sana. Asante sana, nitaongea sina slides kwa hivyo nadhani tutakuwa more lively. Nilishajitambulisha au kutambulishwa, kwa mniruhusu niongee moja kwa moja kuhusu nilichoulizwa kuongea. Nategemea niongee kwa dakika labda 20 hivi alafu baadaye tu interact. Tufanye dissection ya Dar es Salaam kwa sababu sisi ni city people. Baadhi yetu tulianzia maisha yetu vijijini lakini tukaishia mjini. Inawezekana kuna wengine wana plan bado kurudi kijijini, lakini trend ya global urbanization inaongezeka sana. Kwa kesi yetu Tanzania, sisi ni mashahidi. Kwa miaka 50 iliyoisha, watu wamekuwa wakihama kutoka vijijini kuja mjini kwa kiwango kikubwa. Sensa ya 1962 ilikuta 90% wako vijijini. By the time inafika 82, 80% ndio walikuwa wako kijijini. Ya 2022, 60%, actually 50 na kitu ndio wako vijijini. Wengi wameshakuja mjini. Na hata sisi wenyewe ambao ni mashahidi tuliozaliwa na kukulia vijijini, yale maeneo ambayo once upon a time yalikuwa kijiji, sasa yameassume jina fulani yanaitwa center. Kwa hivyo nasikia naenda center, kwa pale kijijini kumekuwa na mji wa kijiji. Lakini pia tunaona sana tunavyokuwa tuna move around the country, kumekuwa na significant development ya ambacho tunaita roadside urbanization. Chalinze, Mikese, Kibaigwa, wapi tena? Tuendelee kutaja vijiji ambavyo vilikuwepo once upon a time kijiji, sasa hivi ni mjini, si ndio? Viko vingi sana Zinga na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo eventually dunia karibu yote itakuwa ni mjini, na kanisa lilizaliwa mjini na litaishia mjini. Lizaliwa Yerusalemu na litaishia kwenye Yerusalemu mpya. Maisha yalianzia kwenye garden lakini yataishia kwenye city, kwenye Jerusalem city ambayo ni kilomita ngapi? 1000 kilometers by 1000 kilometers, si ndio? Ni cube, na juu pia imeenda 1000 kilometers. Na ina highways za dhahabu, ina taa ambayo ni mwanakondoo, typical urban life. So God is very much an urban God. Wakati imani imekuja hapa Afrika, waliendelea sana kidogo kuiruralize na imechelewesha mambo kidogo. Na baadhi yetu pamoja na kwamba tunaishi mjini bado tuna hangover ya kikijiji. Ndio maana watu wanafikiri wakitaka kukutana na Mungu lazima waende mlimani au kwenye mapango au kwenye msitu, in the quietness. But God speaks in the noises of urbanization, in the mid of rubbish and garbages, in the heat of the factories, in the cold of the winter of the cities, in the mid of the crime. Katikati ya mambo tunayopambana nayo kila siku hapa mjini, hapo ndipo Mungu anaongea loudly hata kuliko kule ambako tunafikiri kuna ukimya. So when we imagine urbanization, moja kati ya trend ya urbanization ambayo ina come out very clearly na very significantly na sharply ni inequalities. Na sisi kama kanisa tuna role na responsibility ya kurespond kwenye urban inequalities. And the church having dual mandate. Namba 1 ya flavor na taste, na namba 2 ya lighting. As a salt and light of the world, the church cannot escape from its responsibility of solving au fixing urban inequalities. Sasa kabla hatuja dissect city yetu ya Dar es Salaam, labda tuanze kidogo na dunia. So in terms of the global inequalities, dunia ni duara lakini imegawanyika katika vipande vinne. Upande wa juu ukitumia equator tunaita north,
na upande wa chini tunaita south. Unfortunately, the global south is very poor and very disenfranchised kwenye indicators zote za poverty: health, education, water, social protection, economic development na kadhalika. Lakini global north is very rich. Huko ndio kuna Marekani, Ujerumani, Uingereza na nchi zingine zote ambazo zimeendelea. We did not participate in doing that. Neither did God create that. But we know the culprit. While people were asleep, the enemy made the world disenfranchised. Si ndio wanahistoria wanajua jinsi ambavyo global north iliiba kutoka kwa global south na ukoloni na nini. Yale mambo makubwa manne, the four unfortunate things that has driven inequalities na poverty in the world. Kwanza, colonialism. Pili, Islam. Mtanisamee jamani, ni evidence za data. Mimi ni mchumi na ni vitu ambavyo tunajaribu kubring inequity na equity within Islam itself, kwa sababu imekuwa ni shida. Tatu, nimesema colonialism, nimesema Islam, slave trade. Yes. Na nne ni mambo ya utawala na governance ambayo sina muda wa kuelezea hapa, lakini Marxism especially, na mambo ya yale ya mimi sio capitalist, lakini zile imani za Marxism na Leninism na nini zimeleta shida sana kwenye dunia na umaskini uliokithiri na kufanya uchumi usiwe kama uchumi. Ndio maana nchi nyingi hata ambazo zilikuwa dyad kama Russia ilibidi wafanye mabadiliko, wafanye press roads na perestroika ili waachane na ule ujamaa wa utopia. Hata Tanzania tulivyokuwa tuna ujamaa ule ambao ulikuwa hauleti maendeleo wa duka la kaya, ilibidi tubadilishe ili tuende katika mfumo ambao unaweza kufanya tukakwepana na hizo four unfortunates of the world. Sasa hiyo ni north and south. Lakini kuna mstari mwingine nao unagawa dunia hivyo hivyo, unaitwa Greenwich. Una 000. Unagawa dunia kwenye global east na global west. Again, unfortunately, the global west is richer than the global east. The global east is very poor. Na sisi tunajikuta tuko kwenye global east na hatukuchagua. Tumezaliwa huko, hatukuandika barua kwamba tuzaliwe huko. Na Mungu hakuumba hivyo. We know the culprit and the story is the same. So when we talk about inequalities, kwa sisi ambao tuko kwenye global south east ambayo ni sub-Saharan Africa na zile pockets ambavyo poverty imekuwa chronic, we know this story better because we have lived it. Mimi nikiongea na wale wenzangu wa Oxford naambia kwamba guys, you are talking what you don't know. Ninyi mnaabudu msichokijua. Mimi darasani kwetu pale Nyera shule ya msingi walikuwa kigonga kengele ya saa 4. Hamna break, hamna uji, hamna chai. Tunaenda kuota jua kwa sababu baridi ya mle ndani ni ya kufa mtu. Lakini unapotoka mle ndani hakuna utaratibu, you can move from anywhere. Sio lazima upitie mlangoni. Madirisha na milango yote yanafanana. Yote yalishabomoka mpaka chini. Kwa hivyo unaondokea tu ule upande unaotaka. That's how we grew up, and by God's grace we are here. So nilitaka nichore kwanza hiyo picha ya dunia ili tujue kwamba this world is very inequitable. Haiko sawa. Sasa tukishaanza vile, spare me please, let me not talk about Tanzania ili tuende kwenye city of Dar es Salaam. Nisije nikajikuta nimeenda kwenye wrong side ya story, hasa nyakati hizi za uchaguzi na kampeni. Lakini Tanzania pia tunajua kwamba hiyo trend ya north south east unaweza kaiangalia ukaiona tu. Maana taifa letu hili liko kama mwanamke mjamzito, katumbo kameenda kule, si ndio Alafu huku nyuma kuna kimgongo, ni kama bega ambaye ameweka mikono namna hii. Si ndio Kuna wale wanao bear brand ya economic burden ya nchi hapo. Sawa sawa na mtu anayebeba mzigo. Ndio nalipa kodi nyingi, ndio nafanya nini, lakini kuna ile other side yote. Na kwa kuwa sisi resources yetu budget mwaka huu ilikuwa bilioni ngapi? 55 inafuata watu. Budget yetu sisi inafuata watu Kwa maana kwamba halmashauri tunafanya local government, hela zinaenda kwa wananchi, si ndio Kwa pale ambapo kuna
watumishi wengi zaidi wa serikali, ndio budget kubwa zaidi inaenda, kuanzia kwenye mishahara mpaka maendeleo mpaka OC. Kwa hivyo kama wilaya ya Kinondoni ina walimu wengi zaidi na madaktari wengi zaidi na masocial worker wengi zaidi na nini, manake mishahara mingi zaidi itaenda Kinondoni kuliko Simanjiro. Tunaelewana Kwa manake hela za kufanyia kazi za mafuta zitaenda Kinondoni nyingi zaidi kuliko Simanjiro. Sasa ile by that design ina propel inequity. Tunaelewana Ndio maana unaona tajiri anazidi kuongezewa na maskini anazidi kufanya nini? Mwenye nacho anaongezewa na siye kwa nacho anapunguziwa. Sasa kazi ya kanisa ni kuwa balozi mwaminifu na kubring about equalities, kuchallenge au kubridge ile gap ambayo iko pale. Hata wenzangu wa NBC wanajua hela zao nyingi zaidi ziko kwenye huko kwingine, kule kwingine hata matawi sio mengi, staff sio wengi na kadhalika. Ni trend ambayo ipo, is a global challenge. Sasa turudi kwenye Dar es Salaam. Kwenye city anatomies, hii miji mingi sana, cities of the world, mara nyingi sana imegawanyika pia hivyo hivyo, na nyingi zinakuwa na hiyo north south east west, zingine zinafata milima, zingine zinafata mito, zingine zinafata mabonde, zingine zinafata bahari. I will explain. So kwenye ile north south east west, I'll come back to that. Labda nianze hii ya mabonde, mito, milima, bahari na kadhalika na kadhalika. Kuna mwaka nilienda pale Bamako, Mali. So when I met my Malian friends, they made me know that the city of Bamako is a tale of two mountains. On the left side, there is a mountain of knowledge. Hapo ndipo kuna ile University du Mali, Malian University iko pale juu ya mlima. And then on the eastern side, there is a big military camp ambayo iko annexed na State House. So they call it Mountain of Power. So they say the city of Bamako is a tale of the mountain of power and the mountain of knowledge and the valley of ignorance in between. Pale katikati kuna mto unaitwa mto Niger, Mighty Niger. Na pale katikati ndio kuna wale wanaopiga masufuria, wale wanaofanya nini, wale wanaochomelea, unajua zile fujo zile za gerezani zile. Ndio ziko hapo bondeni hapo na slums na kadhalika na kadhalika. Huge inequity. Yani ukiwa mgeni ukifika tu as you fly unavyoingia tu pale Bamako, it is very clear, very vivid. Sasa ukiangalia kwa miji yetu hii, ukisema ngoja niangalie Bibi Titi Mohamed, barabara yetu ya karibu na Upanga hapa, ukikata mara mbili pup, unakuta huku kuna Posta, huku kuna Kariakoo. And the people there are very different. Utakaye kutana naye Posta saa 9, utakutana na dada, ana pochi, amevaa vizuri, ana viatu vizuri, ana perfume, she's wearing an expensive perfume, lakini anasubiri daladala na anaenda kwenye nyumba ya kupanga Sinza. Alafu Kariakoo utakutana na mwingine yupo tu na t-shirt yake na nini, yani umwelewelewi, ambeba kimfuko, anaenda kwenye branch ya NBC. Akitangulia mbele yako na shida, maana deposit milioni 28 in cash. Sasa ukiangalia there is something really also going around kwenye city yetu na hizi inequity phenomena. So kwa Dar es Salaam maisha yanaonekana kama hayafati mto kama Mali, lakini yanaonekana yanafuata bahari. The closer you are to the ocean, the richer you are. Labda kuna packets kidogo kidogo chache ambazo ni exception. In Nairobi, it follows forests. Ukiwa karibu na Muthaiga, uko karibu na parklands, you are likely richer kuliko mtu ambaye yuko Kitengela na sehemu zingine. Sehemu zingine inategemeana na milima. Ukiwa huko Njiro Hills, sio wapi na kadhalika. Kila mji unakuwa na anatomy yake. Sasa kuna hizo geographical inequities ambazo zinakuwepo mjini kulingana na matakwa ya watu, lakini pia zinakuwepo kulingana na historical trends.
miji yetu mingi ambayo ilitawaliwa na wakoloni, baada ya miaka 100 ya ukoloni, we have not been able to win those cities from the traditional iniquities. Kwa hivyo imegawanyika katika packet 3. Kuna sehemu ambayo ama iliitwa au inaonekana uzunguni. Kuna sehemu nyingine ambayo uindini. Na kuna sehemu nyingine ambayo mabatini. Ndio maana ukienda kila sehemu kuna mabatini. Kama sio mabatini inaitwaje? Uswahilini. Sasa immediately zile zinaanza kuleta a lot of stark iniquities kwenye social service provision, access ya barabara ya lami na ambulance na gari ya fire ikitokea shida, bei ya vitu, quality ya shule, healthcare hospitali ambazo ziko kule, pamoja na huduma zingine za kijamii na ubora wa maisha, quality of living, kwa sababu ya uzunguni, uindini na mabatini. Na kwa sababu tunapo design na tunapochora, we have not challenged that status quo. Kwa hiyo tumeipass kwenye generation ya 3 baada ya colonialism. Na huenda hata ikaendelea kule mbele sana tusipo nani. Now the church has a unique role here. Especially evangelical churches ambazo kuna evidence kwamba zina uwezo wa kufix inequities. Ninge wa invite kwenda kusoma story ya mji mmoja unaitwa Almolonga. Almolonga in Guatemala. This city was very poor. Unafahamu story yake ya revival, Yes, lakini revival ilivyokuja, Almolonga ikabadilika kabisa kabisa. Walikuwa na prisons 4. Wakazifunga zote kwa kukosa wateja. Yule mfungwa wa mwisho siku amefunguliwa kutoka pale, akaenda akafungua kanisa. Kanisa lake is one of the prosperous churches pale Almolonga. Wao ndo wana feed US kwa the best vegetables. Carrot za Almolonga zinalingana na miogo inayotoka wapi hapa Tanzania? Tanga. Everything has changed upside down. Kuna bwana mmoja nilikuwa namsikiliza, ni Mnigeria, alienda kwenye conference, hakuona polisi for the 6 days he stayed there. Kwa hivyo akamuuliza mwenyeji wake, I didn't see police here, where are the police? Yule mwenyeji wake hajawahi kusikia neno polisi. Anamuuliza, what is police? Hajui kwa sababu hawapo, haiko kwenye vocabulary. Unaona? So the church has a unique opportunity ya kufix iniquities. Na tayari tunaona God is speaking something to the churches. Kuta kanisa liko kwenye inner cities, wakiwa na programs ambazo ni more empowering kama early child development, nursery school, au women groups, au wash, kwa maana ya water sanitation and hygiene. Wana maji pale, wanauza shilingi 500. Ukirudi baada ya miaka 5 nagundua ile small micro project imebadilisha sana ile neighborhood kwa sababu ya ile service ambayo kanisa limefanya. Kumbe wangeenda extra mile, wange place ambulance pale, wangeweza place service nyingine pale, wangeweza kuwa na microcredit pale ya kukopesha na kurudisha. Asubuhi wa mama wanakuja wanakopesha 10,000, jioni wanarudisha 15,000, 11,500 baada ya kuwa ameuza maandazi yake amepata faida. Those kind of creative aspects zingeweza ku-unlock challenges ambazo ziko kwenye inner cities na ambazo zina propel iniquity kama access to finance na kadhalika na kadhalika. Kwa sababu kanisa liko trusted, kanisa lina acceptability na lina trust. When you go to the inner towns, mfano Nairobi, kienda Mathare, kuna areas zingine ambazo wafanyakazi wa serikali hawawezi kwenda, ila wachungaji wapo na wanawaamini sana, na church workers are really trusted there. So the churches has a huge opportunity ya ku provide service hata mahali ambapo iniquity imekomaa na involve kwenye crime na imeleta changamoto nyingi kama hizo. Sasa nimalizie kabla sijafungua kwa maswali na discussion kuhusu aspects au drivers za iniquity katika hizi cities. Hizi mara nyingi zinakuwa ni zile diversity elements, na mimi huwa naziona kama ziko 7.
Kwanza ni age. Umaskini una umri. Kati ya vijana, watoto na watu wazima. Kwa sababu mambo kama ya access ya resources kama land, nyumba, yana age. Huwezi kukuta mama mwenye nyumba, hamna binti mwenye nyumba, actually ni mama mwenye nyumba. Kwa manake tayari imeshawa exclude youngsters wote pale. Na saa nyingine kama ni watoto wengi, hata kwa binti mwenye nyumba, kwa sababu hata mama mwenye nyumba akifariki atawagawia watatu, watagawana, watauza. Hakutakuwa na intergenerational wealth transfer. Na najaribu kuconvince kwamba umaskini una umri, si ndio? Daladala owners, huwezi kukuta kijana, hatakuwa ni age fulani hivi. What we are seeing ambayo ni unfortunate, wiki inayokuja hapa kanisani tutakuwa tuna celebrate legacy generation, wazee wetu. Wakati tumekaa nao kwenye kuplan, the old people has told us kwamba bana, uzee zamani ulikuwa ni heshima, sasa hivi sio heshima, sasa hivi ni tusi. Vijana akifanya kitu ambacho sio sahihi, au mtu wa kawaida, basi wanasema huyu naye vipi huyu. Lakini mzee ikitokea amefanya kitu ambacho sio cha kawaida, nasema mtu mzima ovyo. Kwa hivyo sisi we are suffering a lot of trauma. Uzee sasa hivi ni liability, it's no longer an asset. Sasa mimi nikakumbuka kulikuwa na tangazo hapa linaitwa uzee mwisho Chalinze. Nani aliusikia? Mimi ni kati ya watu walioshiriki shoot down. Ile tangazo lilikuwa lina embarrass. I'm a father of 3 beautiful girls. Tena mmoja yuko kwenye age ya kuolewa. Vijana wale masingo, karibuni mnisalimie nyumbani kwangu. Sasa ule walikuwa kitangaza ile tangazo, I really feel embarrassed with my daughters. Sasa nikawaandikia nani wale wa radio ITV, nikamwambia tangazo hili halina maadili ya Kitanzania, mlitoe. Wakaignore. Baada ya muda nikawaandikia TCRA, nikamwambia tangazo halina maadili, mlitoe. Wakaniignore. Nikawakopi TRA na ITV, wakaniignore. Nikagundua nilikuwa nimemkosa culprit. So I wrote to Tigo, nikamwambia tangazo lenu hili halina maadili. We are going to collect 100,000 signatures, alafu tutaboycott kampuni yenu kwa sababu ni kinyume na maadili ya taifa. The next day wakaiondoa. Mimi nikamshukuru Mungu. Sawa? So, inequity inakuwa propelled na age. Ni moja kati ya aspect kubwa sana kwamba young people wanachelewa sana kupata mali na asset. Kwa hivyo they enter into adulthood wakiwa ni maskini, na as a result wanashindwa kuparticipate kwenye reality ya economic well-being na kadhalika. Sasa hiyo ni area ambayo nafikiri kwanza tuziibue, alafu tutadiscuss what do we do moving forward, na role yetu kama kanisa ni vipi. Lakini pia watoto wadogo, when children don't start well, tumeona pale kwenye ECD kwamba akianza kinyonge, hakupata lishe nzuri, hakupata child protection. Kuna mambo 5 pale kwenye ECD. Kuna nutrition, kama amepata nutrition sio nzuri, hatafanya vizuri darasani, hata kuwa na afya nzuri. Magonjwa mengi ya utu uzima baadaye yanatokana na shida ambayo watu walipata wakiwa wadogo. Mimi mfano na health condition ambayo ninayo nilipata nikiwa mdogo, kwa sababu nilikuwa exposed kwenye maji ambayo yalikuwa sio safe. Kwa mibidi as an adult nijifunze kuishi nayo, na hizo kesi ziko nyingi sana. Sawa kwa hivyo watoto wadogo kuna tunaita early stimulation, yani maendeleo na uwezo wa ubongo. Watoto wa Kitanzania mfano, neno la kwanza anasema baba. Nani ana mtoto hapa? Naomba wazazi nione mikono yetu. Ngoja tuwape experience yetu. Neno la kwanza anasema baba. Neno la pili anasema acha. Si ndio It is very wrong. Kwa sababu gani anasema acha? Kwa sababu ana spend muda wa kutosha na dada wa kazi, na vocabulary ambayo anawahi kucapture ni acha, ambayo ni negative.
Kila anachofanya acha, kila anachofanya acha. Unaona Kwa hivyo ile brain inakuwa imefanya nini? Shut down. Zamani tulikuwa tukienda shule wanatufundisha the first song you interact with, nyumba 10 bomoa 1 ni nyumba 9, ni nyumba 9, nyumba 9 bomoa 1 ni nyumba 8, ni nyumba 8. Unabomoa kuanzia nyumba ya 9 mpaka unabaki hauna nyumba. That mind will not think of building houses. It will think of destructing and destroying houses. Tunaelewana so nilikuwa nasema tu ile age kwamba iniquity na age ndio nilikuwa nafafanua kwa sababu niliona kama mlinishangaa kidogo. So tuna age, tuna gender. Gender iko very straightforward kwamba men are fairly better off kuliko women kwenye jamii nyingi. Sasa hivi aligusia Anastasia pale, what is worrying us more ni kwamba we are moving at an era ambayo women are becoming better off kuliko women, na ile ina worry sana tu. Ukiangalia makazini, maofisini, mimi ofisini kwangu wanaume tuko 3, but it's a big global company. Wengine wote ni ladies. Na sehemu nyingi sana, si ajabu sasa hivi ukienda ukakuta there are more women than males. Napokaa naishi huko mbali kweli Mbweni. Sasa kuna wakati I take daladala nikitaka kujifunza mambo fulani. One of the lessons I learned last year, tulikuwa tuna track wale early morning passengers. Je, ni wanaume au wanawake? Na late evening passengers ni wanaume au wanawake? Kwa hivyo nilikuwa nikipanda daladala saa 11. Wengi, karibu abiria robo 3 ni wanawake wenye ndoo na mifuko na vifaa vya kazi. Wanaume hamna, bado wamelala. Wanaamka saa 2, saa 3, wanaenda kucheza pool na kuendesha bodaboda na nini na kunywa kahawa. Sawa Usiku late passengers ni wamama. Siku mwaka huu na track wanaopanda pikipiki, passengers wanaopanda pikipiki. Passengers wanaopanda pikipiki wengi ni wanawake kuliko wanaume. Kwa sababu wanawake wana sense ya agency, anawahi sort mambo ya nyumbani na mambo ya watoto, na anaweza afford a little bit higher fare kuliko wanaume. Wanaume bado wako kwenye vituo vya daladala. Sasa this trend is worrisome, especially kwa kanisa. Kwa kanisa lina opportunity ya kucut iniquity hiyo ya gender kwa kuempower women without forgetting men, na kuwa na deliberate programs za kuempower boy child. Watoto wa kiume wana miss hata kwenye madarasa yetu ya Sunday school. They are missing There are not as many there. Where are those boys? Where are they? Wana miss wako wapi? Element ya 3 ya iniquity ni disability. Kama mtu ana hali fulani ya ulemavu yoyote ile, mara nyingi itamthrow kwenye disadvantage na itafanya awe maskini kuliko wenzake ambao hawana disability yoyote. Hiyo inaeleweka. Element ya 4 ni class. Class kwamba ametokea background gani. Kama ametoka kwenye middle class, yuko likely kupata nafuu ya kwanza kuliko kama ametoka kwenye lower class. Kwa hivyo wengi wanaanza na burden ya kufanya maendejana badala ya kufanya maendeleo. Inabidi affix problems of yesterday. Ajenge nyumba ya mama, na hapo ana neema kama baba na mama wako pamoja. Kama walitengana, ajenge ya mama, asolve ugomvi kwa nini amemjengea mama hajamjengea baba, ajenge na ya baba. Nyumba 2 kabla hajaanza kununua kiwanja chake na kujenga ya kwake mwenyewe. And then kwa Tanzania they also expect you ujenge na nyumba ya kijijini, ujenge na nyumba ya Dar es Salaam. Mwenzako wa Singapore hana hiyo liability. Akianza maisha yake anaenda kaa kwenye apartment
ghorofa ya 83.